Nambari 1 ni CCM. Jamani, nambari 1. Nambari 1. Katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Meru mkoani Arusha, Kennedy Danford Mpumilwa, amesema kuwa ujenzi wa uwanja wa Samia Stadium unaojengwa mkoani Arusha utakuwa ni chachu ya maendeleo ya michezo kwa vijana wa Meru na mkoa wa Arusha kwa ujumla, huku ukitarajiwa kufungua fursa zaidi za kiuchumi pindi utakapokamilika, ikiwemo biashara ndogo ndogo, huduma za usafiri na ukuaji wa sekta ya utalii. Akizungumza katika mahojiano maalum na Mwenezi TV, amesema kuwa serikali pia inaendelea kuboresha miundombinu mingine muhimu ikiwemo barabara, huduma za maji na umeme pamoja na upatikanaji wa malazi ili kuhakikisha mazingira rafiki kwa wageni watakaofika kushuhudia mashindano ya mataifa ya Afrika AFCON 2027 yatakaofanyika kwa ushirikiano kati ya Tanzania, Kenya na Uganda mwaka 2027. Vile amesisitiza kuwa hatua madhubuti zinaendelea kuchukuliwa katika kuhakikisha hakuna kinachokwama katika utekelezaji wa ujenzi wa uwanja huo uliogharimu zaidi ya bilioni 338 na kwamba dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona Arusha na Tanzania kwa ujumla inakuwa tayari kwa tukio hilo la kihistoria. Hata hivyo, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika miradi ya maendeleo, akieleza kuwa maandalizi ya AFCON 2027 ni fursa adhimu kwa taifa kujitangaza kimataifa na kukuza uchumi wa ndani. Na wananchi wa mkoa wa Arusha wanaamini kwamba katika mkoa ambao Daktari Mama Samia Suluhu Hassan ameupendelea ni sisi wananchi wa mkoa wa Arusha, kwa sababu uwanja huu ungeweza kupelekwa mikoa mingine yote ile, lakini ameileta mkoa wa Arusha akiamini mkoa huu ni mkoa wa kitalii, lakini pia anaamini wananchi wa mkoa wa Arusha ni watu wako bize kibiashara muda wote. Kwa hiyo akiamini kabisa Arusha pia ina host international organization nyingi sana. Tunaona kuna makao makuu ya East Africa, tunaona kuna makao makuu ya mahakama ile ya Luanda, tunaona kuna makao makuu ya mahakama ya Afrika. Kwa hiyo unaona kabisa Mama Samia alifanya kuleta makusudi ili kukuza uchumi katika mkoa wa Arusha. Kwa hiyo faida yake ni nini? Faida yake, kuna faida kama 5. Faida ya kwanza kabisa, umekuza uchumi wa mkoa wa Arusha. Kwa mantiki kwamba ule uwanja unajengwa kutoka pale Kisongo kama kilomita 10 hivi upande wa mashariki, upande wa magharibi kama unaelekea Monduli. Sasa umekuzaje uchumi? Wananchi wa mitaa ile walikuwa ni wa Arusha na Wamasai, wameuza viwanja. Wafikiria kiwanja kimoja ambacho kilikuwa kinauzwa milioni 2 sasa hivi kinauzwa square mita moja shilingi 25,000. Kwa hiyo kiwanja milioni 2 eka moja sasa hivi inauzwa milioni 80-70. Kwa hiyo wananchi wale wa mkoa wa Arusha wa jamii ya Kimasai wamefaidika sana kwenye uuzaji wa ardhi kutokana na ujio wa uwanja huu mkubwa wa AFCON uliopo Kisongo. Lakini la pili, kumbuka kwamba watu wamejenga, wale wananunua kiwanja wanajenga, kwa mafundi na wajasiriamali wadogo wamepata kazi, wameongeza kipato. Lakini kumbuka kuna mamalisha ambao wanapika vyakula vidogo na mboga za majani, wanawapikia wale vibarua na watu ambao wanajenga kule. Lakini pia ujio huu pia umesaidia kwenye kukuza miundombinu. Hivi ninavyoongea mimi, bahati nzuri nimetembelea ule uwanja na hata jana nilikuwa pale. Miundombinu pale imekuzika kwa hali ya juu. Kwa mfano tunatoa mfano barabara. Juzi imezinduliwa barabara kilomita 19 ya lami kupita kwenye ule uwanja, lakini pia na viunga vinavyozunguka ule uwanja wa mpira. Kwa hiyo unaona kabisa sehemu ambapo kuna lami ni haraka sana maendeleo yanakwenda. Lakini pia umeme umekwenda pale. Unaona pale kuna substation iko pale kubwa sana ambayo inahudumia wananchi. Kwa hiyo unakuta mwananchi wa kawaida tu Kimasai tayari ameshaingiza umeme nyumbani kwake. Lakini nimeona makao makuu ya idara ya maji mkoa wa Arusha wamekwenda pale, wametengeneza makao makuu yao pale, watengeneza gorofa, wamesambaza maji kila mahali. Na yale maji watu wanalipia kwa mantiki moja au nyingine, kwa sababu ya mita, bado uchumi wa nchi na uchumi wa mkoa umefanya nini? Umepanda juu. Lakini la pili, nimeona wananchi wanajipanga kwa ajili ya mwakani. Tumeona pale wanatengeneza apartment nyingi, wanatengeneza hoteli, wanatengeneza mambo ya tourism mengi. Kwa hiyo unakuta kwamba ni jinsi gani ambavyo wamejipanga kutokana na ujio huu wa mashindano haya ya AFCON. Lakini pia nimeona kwa mfano mitaa ukianzia pale Kilimanjaro International Airport, ambapo mtaa wa Kia pale unapopanda hii lango kubwa hili la utalii kutoka Kia mpaka uje kukutana na Arusha mjini, unapita kwenye wilaya yetu ya Meru. Kwa hiyo wananchi wa Meru wameshajipanga. Naona wananchi pembeni ya barabara wameshaanza kutengeneza
magala mbalimbali ambao wataonyesha vitu mbalimbali vya asili. Kwa mfano wataonyesha vyakula vya asili, wataonyesha ngoma za asili, wataonyesha mambo ya utamaduni wetu wa Kimeru, wataonyesha mambo ya vinyago. Kwa hiyo watafanya biashara. Kwa hiyo ninachoweza kusema kwamba kwenye uchumi, kwenye biashara basi imeweza kukuza uchumi, lakini pia kwenye miundombinu wameweza kuleta umeme, kwenye miundombinu mingine pia wameweza kuleta barabara zimekwenda vizuri. Labda kama na swali lingine la ziada. Sasa mashindano haya ya AFCON ambayo yanakuja katika mkoa wa Arusha, vijana wengi watanufaika wakiwemo wa wilaya yako ya Meru na Arusha kwa ujumla. Unadhani ni fursa gani zingine ambazo vijana na wananchi wa Meru na Arusha kwa ujumla wanaweza kuzipata kutokana na mashindano haya makubwa ya AFCON 2027? Asante sana. Fursa hii kwanza lazima atambue kwamba fursa hii imeletwa na rais imara Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo fursa ambazo wanaweza kuzipata, kwanza kabisa hata wafanyabiashara wa kawaida wa mantilie wanaweza wakauza mboga, wakauza nyanya, wakauza vitunguu. Kumbuka eneo la Tengeru ndio eneo kubwa sana ambalo linauza mboga pale na karoti. Kwa hiyo mashindano haya wageni wengi watafikia kwenye mahoteli. Yale mahoteli watahitaji kununua vitu, watahitaji kununua mboga za majani, watahitaji kununua matunda, watahitaji kununua karoti, watahitaji kununua unga, watahitaji kununua mchele. Kwa hiyo kwa njia moja nyingine watu wakimbilie fursa ya kutengeneza sasa mwanya mkubwa wa kibiashara kwenye masuala ya chakula. Lakini la pili, kumbuka kwamba pale uwanjani hapa hawezi kutosha watu wote, na hoteli kubwa za kitalii haziwezi kutosha watu wote. Kwa hiyo hata wale ambao wana nyumba zao waziboreshe tayari kwa kupokea wageni wengi, wanaweza kukaa wakalipa $20, wakalipa $50 kwa siku, na uchumi ukasonga mbele. Lakini pia kwa vijana wa bodaboda, kumbuka kwamba watu wanakuja kutazama ile mashindano, watu kutoka sehemu mbalimbali, watahitaji kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, watatumia bodaboda, watatumia taxi, watakwenda. Lakini hata basi zetu za kawaida ambazo kwa mfano daladala, Costa hivi zitatumika kubeba watu. Kwa hiyo uchumi utaongezeka. Kwa hiyo wajipange kuwa na magari mazuri, wajipange kuwa na bodaboda nzuri. Lakini zaidi ya yote hata wafanyabiashara wa beauty change wanaobadilisha pesa za kigeni wafikirie sasa mtazamo wa kisasa wa kuweka beauty change ambazo zinafanya kazi 24 hours kuanzia asubuhi mpaka asubuhi siku ya pili, kwa sababu watu watafanya transaction kadiri wanavyowezekana kwenye terms of dollars, kwa sababu kumbuka kwamba ni mataifa mbalimbali watakuwepo hapa. Lakini pia hata masoko, kwa mfano soko kubwa la Tengeru, wafikirie kwamba watafanya biashara masaa 24. Kwa hiyo mkoa wa Arusha sasa ufikirie kufanya biashara masaa 24 badala ya kufanya biashara masaa 12, kwa sababu miundombinu imeshawekwa kutosha, kuna taa za kutosha barabarani, barabara ziko vizuri. Kwa hiyo ni wao kufikiria kwamba tunafanyaje kufikiria fursa hii ya pekee. Lakini pia kwa wafanyabiashara kubwa wakumbuke kwamba wanaweza kufanya mikutano na wawekezaji mbalimbali watakaokuja kwenye mashindano haya, wafanye mikutano, wapeleke proposal zao, wapate partnership ambao wanaweza kufanya nayo kazi. Kama mwenezi wa CCM wilaya ya Meru mkoani Arusha, unawahamasishaje wananchi kushiriki katika kuunga mkono miradi ya maendeleo, miradi mikubwa kama hii ya uwanja wa AFCON 2027? Mimi nimekuwa nikitembea nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kuonyesha wananchi kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, kwamba angalia kwa mkoa tu wa Arusha, ukiacha mradi huo mkubwa AFCON, lakini kumbuka kwamba kuna tour Mama Samia alifanya, ambapo sasa hivi wazungu wametaka kila mahali, mpaka mtaani huko unakutana na wazungu, wanakaa wanafanya biashara zao, wananchi wanafaidika. Lakini pia utalii umekuza nchi yetu, umekuza mkoa wetu, mzuko wa fedha ni mkubwa, fedha zipo, watu wanapambana, maisha yanaendelea. Kikubwa ambacho naweza kuwasiwa Tanzania wenzangu, hebu tumpe Mama Samia Suluhu Hassan nafasi ya kutuongoza vizuri, tumpe ushirikiano, tumpambanie, tumpiganie, na tusikubali mtu yote atugawe. Unajua Mwalimu Nyerere alisema siku moja kwamba wananchi na vyama vingine vya upinzani vinapokosa hoja za kimsingi katika kuhakikisha kwamba zinachaguliwa, basi huwa zinakuja kwenye njia nyingine za kutengeneza ukabila, udini, ukanda, Uzanzibari na Utanganyika. Tusikubali watu watugawe, na kiongozi yote anatugawa katika ukabila, ukanda, udini na Uzanzibari, lazima tumuogope, kwa sababu huyo amefilisika, hana sera. Kwa anachokifanya anatafuta fursa nyingine, abebwe kwa mgongo mwingine. Lakini pia nitoa wito kwa viongozi wetu wa dini, viongozi wetu wa kisiasa, tuache siasa ambazo ni chafu. Sasa hivi tuna kazi moja ya kujenga nchi yetu, tupambane katika ujenzi wa nchi yetu.
Hebu niambie Mheshimiwa Rais juzi amekaa na wagombea wote ambao waligombea urais, vyama vyote 16, amewaita Ikulu. Ameongea nao. Anaamini kabisa kwamba hao nao wana mawazo yao. Anachukua ile mawazo, anaenda kuyafanyia kazi. Anatengeneza kitu kinachoitwa umoja wa kitaifa kwa ajili ya maendeleo wa Tanzania. Lakini juzi pia Mama Samia amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa umoja wa nchi za Afrika. Kwa hiyo nchi zingine zimeona kazi kubwa Daktari Mama Samia Suluhu anayoifanya. Kwa mimi kwa kifupi niseme kwamba sisi kama CCM, sisi kama Watanzania tuna kila sababu ya kuungana na kudumisha umoja wetu na kusonga mbele kuyapokea maendeleo makubwa ambayo yanakuja katika nchi yetu. Sasa kwa kumalizia, unawaambia nini Watanzania na Wanameru kwa ujumla kuhusiana na nafasi ya Arusha katika kuelekea michuano ya AFCON 2027 na miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa hapo jijini Arusha? Mimi niseme kitu moja kwamba kwanza karibuni sana Arusha. Watanzania wote karibuni Arusha. Tunaona Kenya wameingia Arusha, wanakuja kutembelea, vijana wanakuja kutembelea. Watanzania kutoka kule Njombe, Mwanza, Shinyanga, karibuni sana Arusha. Muone kazi kubwa iliyofanywa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa miradi mbalimbali, miradi ya afya, miradi ya miundombinu, miradi ya utalii, miradi ya elimu. Wamefanya kazi kubwa. Kwa hiyo karibuni sana Arusha. Lakini pia tunataka tufanye kitu moja tu. Sisi tuna kazi ya kukemea watu wote wanaotaka kutugawa. Ndugu zangu, amani haichezewi. Amani haijaribiwi kama tunda. Tunahitaji kusimamia amani yetu ya nchi yetu. Tunaona nchi za karibu hapa watu wanapigana. Angalia Kongo, watu wana amani. Angalia Burundi, watu wana amani. Angalia nchi za jirani, watu wanapata shida. South Sudan, watu wanapata shida. Sisi tuna amani ya kutosha. Tusimamie amani yetu. Tusikubali mtu mmoja avuruge amani yetu, wala kikundi cha watu wachache. Kwa sababu nchi hii ni nchi kubwa, inaongozwa katiba na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wito wangu jamani, tuungane kuwa pamoja, tumpe ushirikiano Mheshimiwa Rais na serikali yake, maisha yaendelee vizuri, turudishe amani tuliokuwa nao mwanzo. Nambari 1 ni CCM. Jamani, nambari